Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea na simulizi yetu ya safari ya misionari. Karibu. Asante sana baba kwa ushuhuda mkubwa na mzito ambao Bwana ametenda ndani ya Songosongo. Na labda kwa unaiona wapi Songosongo kama pamoja na kanisa la Songosongo? Amen. Songosongo ndani ya miaka ijayo 10 au hata kabla 5 au kabla ya mimi, kwa imani naona mambo makubwa sana. Na mimi nimekuwa nikimwomba kwamba niwe hai au niwe nimekufa, Songosongo ifanyike kituo cha utalii wa neno la Mungu. Yaani watu waje kuangalia watu wanavyomwabudu. Na hiki tunaweza kudhibitisha kwa sababu alikuja baba mmoja kutoka South Africa. Yeye ana taaluma ya mambo ya oil and gas, lakini ni nabii South Africa. Sasa alivyokuja, mimi nilikuwa nyumbani, narudi wanasema nakuta mtu anaulizia kanisa, kuna kanisa yako? Muone huyu. Kwa hiyo nikamwambia kanisa lipo, twende kipindi cha jioni sana. Tulipokuja hapa, yeye ana uwezo wa kutabiri kwa kupiga vinanda. Kwa hiyo anapiga kinanda na tabiri. Miongoni mwa vitu alivyovisema, alisema anaona mambo makubwa kwa kanisa hili la Songosongo, kwamba ni kanisa la kimataifa, na watu walioleta huduma hii hapa, watu walioanzisha huduma hiyo, huduma Mungu ameiweka Tanzania kwa ajili ya kufikia sehemu zisizofikika, kitu ambacho tulikuwa tumeshaambiwa zamani sana kule Dar es Salaam, kwamba Mungu ameiweka kwa ajili ya kufika sehemu zisizofikika na kufanya uinjilisti. Kwa hiyo akarudia vitu vile vile, akasema vitu vingi sana, hata kwa watumishi wa Mungu wa Mwasilemba na kwa Mwasilemba akamwambia, Mungu anasema wewe mama, kupitia wanawake watakutia, utaeneza neno la Mungu. Na kweli kwa mchungaji ana taaluma ya kusuka nywele, kwa hiyo mama anakuja kusuka nywele. Akawa anasema vitu ambavyo tunaona anasema. Lakini juzi tu nadhani mmekuwepo, mmeona anakuja mzungu na mke wake na mtoto. Walikuwa nasali hapo. Masali wiki tano. Kwa hiyo kusema hii ni kanisa la kimataifa, Ilishakuwa la kimataifa. sisi tunaona ni la kimataifa. Sasa alikuja na Nigeria mwingine, naye wameshakuja wa Nigeria wawili. Kila anayekuja mwenye roho ya kuabudu akauliza, tunakuja naye hapa. Na ashukuriwe Mungu tupo. Kwa hiyo tunatafsiri, wengine wanahubiri, wengine wanasali kawaida, tunawatafsiria. Kwa hiyo Songosongo naiona ikiwa kanisa la kimataifa. Na mimi wito wangu kwenu ninyi watumishi wa Mungu, vijana, kwa institution za dini, huku bado kuna biti ambazo bado zinaweza zikabunuliwa kwa hela ndogo. Watu wanaweza wakaja wakajenga hapa prayer centers ambazo ziko sehemu nzuri. Huku sifa ya Songosongo kuna utulivu. Una uwezo wa kujichimbia hapa ukaomba siku zako 7 bila disturbance. Hizo vurugu mlizoziona ni kwa sababu tulikuwa tunatembea, lakini kama umekuja kujichimbia kwenye kituo chako kuomba, ni sehemu tulivu sana. Sasa tunatakiwa tutamaraki mapema kabla watu hawajaja kuanza kutoka. Huyu wa Nicola, huyu wa Costa amenunua kisiwa kule nje. Sasa na wawekezaji wengine kwenye hela zao wanaweza wakashtuka wakaja hapa wakaanza kununua hizi vitu. Na sisi tumetangulia, tuko hapa. Tunashangaa Songosongo inachukuliwa na sisi. Tuna uwezo wa kujadili mapema hapa, kupata eneo, tukasubiria baadaye tukajenga center nzuri ambazo naweza kuwa ni creation centers, centers za maombi, watu wanaohitaji kwenda mahali kutulia, kufuta uso kwa Bwana. Kwa hiyo tuone mbele. Mimi macho yangu yanaona mbele, kwamba Bwana ameshatenda. Sababu nikiangalia tulikotoka na mahali tulipo, sisi tulikuwa tukitoka kwenda kufanya uinjilisti kwa kutoa zawadi. Watu walikuwa wanahimizwa warudishe hivyo hivyo, kwa mchele au nguo, anawaambia rudisha. Leo hii kama kuna Christmas, kuna Pasaka, tunachinja mbuzi wenyewe, tunapika hapa, watu wanadai, msipoangalia wanakula chakula wanakimaliza nyewe mtakosa. Lakini huko nyuma walikuwa hata kuingia, ukiingia hapo utapata Mkristo. Kwa hiyo Songosongo inakuwa katika imani, katika kumjua Mungu tena kwa speed. Kwa maana nikasema
inaweza isiwe miaka yote hiyo mitano, kwa sababu kinywa cha Bwana sisi kimesema si mara moja. Bwana alituambia wachawi wote wanaopinga kanisa nitawaua, na tulimwona Mungu walikuwa wanakufa. Mmoja wapo yule alikuja na ubani hapa akachoma akamaliza wiki akafa. Lakini tukauliza mbona kuna mtu fulani, sasa nisimtaje tu, mbona bado yupo? Mungu akasema ana mambo yake, lakini hajawahi kushindana na kanisa yule mpaka leo anaishi. Kwa hiyo kinywa cha Bwana kama kinasema songo inakuwa na aliyoyasema nimeyaona kwa macho yangu, nina imani itakuwa. Mpenzi mtazamaji, tunashukuru sana kwa kufuatana nasi katika kipindi hiki kizuri cha Safari ya Umishonari, na tumepata kusikia mengi kutoka kwa baba kwa ushuhuda ambao amekuwa nao tokea amefika hapa Sungusungu mwaka 2005. Na sisi tukiwa kama wamishonari kutoka Dar es Salaam tumejionea kwa macho yetu baadhi ya mambo ambayo tumeyashuhudia tulipofika hapa tokea mwaka jana. Na kikubwa tu niseme, unapata nafasi ya kuomba kwa ajili ya Songosongo, hebu mwambie Bwana neno ili alithibitishe neno alilolisema juu ya Songosongo. Na tunamwamini Mungu atatenda, maana yeye hachelewi. Mungu wa wakati anafanya kwa wakati. Karibu tena kwa wakati mwingine kuungana nasi katika kipindi cha Safari ya Umishonari, na Bwana Mungu akubariki. Karibu sana Songosongo. Umesikia mwenyewe kuna fursa za uwekezaji. Mungu akubariki na akupe neema. Amen. Basi Mr. George, labda nikukaribishe sana kwenye kipindi hiki kizuri cha Safari ya Umishonari, na tunamshukuru Mungu ambaye ametupa nafasi. Tumefika hapa Songosongo, ni siku ya 8 leo. Yaani mara ya pili, tulikuwa hapa mwaka jana, na tunamshukuru Mungu tulipata muda mzuri wa kuzunguka kwenye hichi kisiwa. Lakini labda tuanze mwanzo kabisa, upate nafasi ya kujitambulisha mwenyewe ili mpenzi mtazamaji anapotazama ajue tunazungumza na nani. Karibu sana Mr. George. Asante sana. Naitwa George Peter Mkuka. Okay. Asante sana Mr. George Peter, umefika Songosongo mwaka gani labda? Mimi kwa mara ya kwanza kufika Songosongo ilikuwa mwaka 1995 kama mwezi wa 10. Kwa ni miaka mingi sana sasa. Lakini nilikuwa nakuja labda nakaa mwezi naondoka hivyo hivyo. Okay. Sikuwa nakaa moja kwa moja sana. Na ulifika kama mfanyakazi au labda kufanya biashara zako? Hapana, nilikuja baada marehemu baba yangu alikuwa anafanya kazi hapa kwenye machimbo ya gesi hapa TPDC. Okay. Kwa hiyo alikuwa amefungua biashara. Ndio. Katika kumsaidia kaniita nikawa nakuja. Okay. Ndio. Asante sana. Na labda wakati unafika, tumeambiwa kwamba kanisa limeanza miaka michache iliyopita. Wakati unafika palikuwa pana hali gani hapa? Hapa ni Uislamu mtupu, hamna kanisa. Na Wakristo walio wachache wanaokuja ni katika kiwanda. Basi, lakini wazawa wafanya wavuvi wengi walikuwa wanakuja, wengi wao ni Waislamu. Na wakati unafika hapa, najua Mr. George wewe ni Mkristo. Wakati unafika hapa ulikutana na changamoto gani ambayo wewe binafsi ilikuwa inakukuta kama Mkristo kwenye jamii ya Kiislamu? Unapofanya biashara unakuwa na ubaguzi kwa sababu unaonekana wewe si wao. Ya kwa sababu kunakuwa hakuna ushindani, umekaa na wanaamini wewe peke yako hautoa nani sana, kwa hiyo unaishi nao. Nashukuru sana. Labda nataka nijue, kanisa tumeambiwa kwamba limeingia hapa miaka 2011. Na wewe ulikuwepo miaka hiyo wakati kanisa linaingia. Na labda utupe tu historia fupi, ilikuwaje mpaka kanisa likaanza kuingia hapa kwa mara ya kwanza kabisa, Ukristo unaanza kuhubiriwa ndani ya Songosongo? Mwanzoni mchungaji alikuwepo, yani kwanza tulianza kuongea na mtu anaitwa Jonas. Kwamba tunataka kujenga kanisa, lakini sijui maeneo yatapatikana vipi. Nikamwambia hapa kiuhalisia ukisema nataka kujenga kanisa, hawezi kupata eneo, hawezi kukuzia mtu. Basi kaenda hivyo. Bahati nzuri alipokuja kaniona mimi, alikuja na mzee mmoja hivi, jina simkumbuki vizuri, lakini kaja akaongea, akasema hebu subiri kwanza niongee na mama yangu ambaye wakati mzee kashafariki. Kwa sababu kuna eneo liko hapo nyuma, nijadiliane naye kama atakubali itakuwa sio tatizo. Mimi nilipompigia nikamwambia mama kwamba sioni sababu ya kuwa na eneo lile, sababu kuliendesha halina
Ndiyo. Tuseme halina tija yoyote na eneo tuliokuwepo kwa kuwa na eneo kubwa alifanya kazi. Kwa si sawa. Akaelewa. Ukaanza mchakato wa kununua hilo eneo na ni kweli ukalipa hela kwa awamu ukanunua hilo eneo. Okay. Kaja tukapima na wenyeji pande zote 4 wakakubali, tukapima, baadaye wakanunua. Okay. Baada ya hapo kununua, katika kuanza kuja kuweka ile mipaka ya eneo na kutaka kuja kujenga, katokea mzozo mkubwa. Wale tuliokuwa tunapima nao na uongozi wa kijiji wakaja kugeuka. Huku sio, inabidi mwanzie huko, mambo kama haya, unajua mambo ya viwanja. Lakini sasa ikawa ni ngumu kwa sababu nikamwambia wewe ulikuwepo. Ndio. Lakini hapa twende vile, bahati nzuri makaratasi yalikuwepo. Kaambia tuishie huko, tukaishia huko, inabidi kujenga. Mkijenga hawa tunabomoa. Ulikuwa ugomvi tu mkubwa. Shari. Mimi kwa sababu ndio muuzaji ikabidi nisimamie kwamba hapa lazima kujengwe hapa, kwenda huko na huko kujengwe hivi. Kwa ugomvi, lakini Mungu akasaidia likajengwa na watu wakawa wanapita, wengine wakila viapo kwamba kama mimi nimezaliwa hapa, taona kama kanisa litasimama. Ndio hivyo, lakini sasa maneno sio kwamba watu washindwa, wakati wakajenga ikasimama. Kwa na maneno mengi sana na maneno mengi sana yalirushwa kwangu. Kwa nini umeuzia wale? Kwa nini toka dunia hii umbwe hapa hapajawahi kujengwa kanisa? Wewe umekuja juzi unakuja unatuletea kanisa. Sasa mimi nikiangalia watu wanakufuata, hadi wengine wanakufuata kutoka msikitini, wanakuja bwana, watu wamekalia vikao kule. Sasa mimi naomba nikalie vikao vya nini? Mimi nikalie vikao, mimi nichouza kiwanja chako. Kiwanja cha watu. Sasa mimi naitwa nani? Naitwa George. Nikosa kuiuzia kanisa. Ningekuwa afadhali naitwa Juma au nani. Najua wewe Muislamu mwenzetu. Sasa mimi ni Mkristo. Kutoka kanisa kuna shida gani? Kwa maneno mengi. Ndio hivyo siku zikasonga kaja wakaita muadhara mmoja, katoka jamaa mmoja kutoka Dar es Salaam. Kaja kuleta muadhara, kila kwenye mic anasimama anatajwa jina live. Kwamba wewe ndio sababu hivi na hivi. Mimi natoka, inabidi nikae nje nisikilize, wanamaliza, wanafunga, wanaondoka hivi. Ndio mpaka leo hii kunatokea, nakumbuka kuna kanisa hata eneo lingine kule. Na eneo fulani walinunua. Wakaniita kama shahidi. Tukaenda tukapima, wakatengeneza uzio, wakawa wanalima mboga hivi. Lakini kuna kijana alishiriki na kuuza eneo lile kama na yeye alikuwa mzao. Ilibidi sasa zile kelele zilivyozidi mpaka kahama. Kama songa. Ilibidi anakaa Somanga Jianna huko. Sema hatufai. Kwa hiyo ilikuwa ni mlolongo mrefu sana wa watu kukubali hali ya kwamba hapa panawezekana kukata kabisa. Kipita sehemu kishuka kivingi kama mimi kishuka. Watu wana kanisa kajenga kanisa unaona vitu kama hivyo. Kwa hiyo unakuwa kama umefanya kosa, lakini hakuna kosa, lakini unaonekana kama wewe alifu fulani, kuna uovu umefanya. Mambo yanaenda kwa hivyo. Kumbe bwana anasema usione vielea. Nguvu kubwa imetumika. Si nguvu kubwa, lakini kulikuwa na mgongano mkubwa. Changamoto ilikuwa ni kubwa. Okay, na kwa muda wote huu ambao wewe baada ya wewe kuuzia kiwanja, eneo la kiwanja kanisa wakajenga, kupitia hizo changamoto kadha wa kadha, ilichukua muda gani mpaka yani jamii kaanza kuona sasa kawaida, mpaka yani wakaanza sasa kuona kwamba kanisa lipo, basi tulikubali kama sehemu ya maisha yetu? Unajua jamii iko wengine wanachukulia sawa, kwa sababu naamini kuna watu wanapenda iwepo. Lakini tatizo la visiwani kama kuna watu wakisema yani watu wote wanaweza, ukionekana unaenda kinyume na hao walivyosema, unaonekana kama mhalifu. Kwa hiyo kuna wengine wanafuata mkumbo,
Kuna wengine ndio wako serious na hilo jambo, lakini walio wengi wanakubaliana na wengine wanaona, lakini kuna watu wakisema hapo tunataka tufanye hivi, wanafuata. Kwa hiyo sasa hivi lipo, naamini na hasa Pandei. Unajua kuna hapa hata kimaendeleo, yani kiuongozi kuna kama matabaka mawili. Kuna nusu ya Songosongo kule na kuna huku mtaa Funguni wa pembeni wanaita huko. Kule Mshono. Jina lingine wanaita Al-Qaeda. Okay. Sasa kule wajifanya kuna watu ambao kama vile wana misimamo yao binafsi, hasa kwenye upande wa dini. Ambapo huku kuna mchanganyiko, watu wanaishi kama vile kwa hiyo msukumo wa kule na wa huku tofauti. Watu wanaweza kukubali kwa asilimia nyingi, wanaona kawaida, lakini ukienda kule kuna watu wakisema bado mpaka leo wanasikiliza. Kwa hiyo wanaweza kuamua sasa tunafanya hivi, wanaamua watu wachache na watu wakaitikia. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo huku watu wanaona wanakubali, wanaishi kwa sababu kuna wanajisikia kitu kikubwa, wanaogopana. Kuna watu wanapenda kuja ukiwa na vitu kama siku za sikukuu, wengine wanakuja naingia huko wanakaa hivyo wachache. Ila sasa kunatokea baada ya hapo, kuna watu wameshapewa maneno magumu na familia na nini, kwamba umeshakuwa Mkristo, sio hivi vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna ugumu wake kidogo. Ndio, asante sana. Labda mimi niulize labda swali moja, kwamba tokea kanisa limeingia ndani ya Songosongo na wewe umeshuhudia toka linaanza na changamoto zote mpaka wamefika hapa, ni tukio gani ambalo limewahi kutokea ambalo yani hilo uliona linatishia kabisa uhai wa hili kanisa? Hapa katikati msikuona tukio kubwa lote la kutisha, ila mwanzo kwa sababu unaweza ukakaa watu wanapita wanaongea maneno magumu yale kama hapo nilivyokuambia kwamba tutaona kama litaisha hivi tutabomoa, sio tutafanya nini, alijengwa ndio natishia labda ataweza kutia moto hivyo vitu kama hivyo. Okay. Kwa hiyo unakuta hata mfanya biashara kama mimi, wakati mwingine unakuwa hauko na amani sana pale unapokuwa unasimama na wale zaidi. Sasa yule fulani ndio anawabeba, yani bila yule hivyo. Yaani kwa hata hivi mfano hata nasikia jana mlizuiwa huko mbele juzi pembeni kule. Sasa baadaye ya kwenda kusolve mtu wa mtendaji kata kule, mtendaji wa kijiji kule, yeye katoka kule kakimbilia kwangu kwamba watu wako kule. Bwana, watu wa kanisani wako wapi? Nikamwambia hao hapo, si wapo nyuma hapo. Hapo nimeenda hapo. Nikamwambia basi utakuwa kwenye matembezi ya kawaida huko mtaani. Hapana, nimesikia kuna fujo kule, wamezuiwa, walikuwa wanaandamana kwenda pembeni. Nikamwambia sasa kama kuna fujo, wewe si ndio kiongozi wa usalama na nini? Si ungekuwa kule, sasa ukija hapa mimi nitakujibu nini? Kwa hiyo vitu kama hivyo naamini bado wewe ni wendo mimi na sababu kubwa mpaka leo. Sasa ukishakuwa umeamua jambo inabidi ulivae kama lilivyo. Yaani sasa una jinsi gani kulikuwepo uliwezi kwa kwako. Na Mungu atakulipa kwa sababu hiyo umetoa pia sadaka pia ya kukubali kuonekana mtu ambaye hauko pamoja na jamii. Kwa sababu kwa mimi upande wangu sio ni kosa hiyo. Sina kosa kwa kuuzia kanisa kabisa. Okay, labda niulize, toka kanisa limeanza kuna chachu yoyote ile ambayo imetokana na kanisa kwenye eneo la maendeleo labda kijiji au kanisa limeleta tofauti yoyote ile toka limeanza? Tofauti lazima utakuwepo kwa sababu kuna watu walikuwa hawana sehemu ya kuabudu. Ndio. Mfano toka mwanzo wanakuja watu wengi hapo makazini, makampuni mengi huwa yanakuja kufanya miradi tofauti. Wengine ni watu wa kanisani lakini hawapati pa kuabudu, wanakuja kuabudu. Wakati mwingine ukija kwa misimu mingine unakuta sasa kanisa lina watu wengi, linajaa kutokana na watu waliokuja kwa imani tofauti wamekuja wengi. Kwa hiyo inawasaidia, na hilo ni kubwa kwa sababu mtu anayependa kuabudu akapata sehemu ya kuabudu ni swala zuri. Kwa hiyo linasaidia. Na hata hivyo watu wanapata yaani wenyeji wenyewe wanajua sasa kwamba
Inatakiwa watu waishi, wengine waishi kwa imani hii, wengine waishi kwa imani tofauti na mwanzo, kwamba hakuna kitu, kwa sababu kuna watu wasafiri kama wanavyosafiri wewe kwenda huko, wengine wapo wanaaminishwa kwamba yani imani iko labda moja tu, anaamini hivyo. Sasa akiona kama hivi anajua kuna imani nyingine. Kwa hiyo anaweza kaamua mwenyewe, ingawa inakuwa ngumu kutokana na mazingira aliyolelewa, ndugu waliomzunguka. Sababu kuna watu wanatamani kwenda, anakwambia natamani kwenda, lakini naogopa. Labda kwenye upande wa maendeleo, kanisa kama lina chachu yoyote kwenye maendeleo ya kisiwa hiki? Kwa swala la maendeleo, kusema kweli bado sijaona kwamba maana yake maendeleo. Ukiongelea maendeleo, maana yake si labda elimu, labda afya, labda tuseme ajira fulani, labda vitu kama hivyo. Ndio. Bado, kwa sababu upande huo mimi nikumbuka aliwahi kuongelea mchungaji kipindi fulani, walikuwa wanatamani wajenge chekechea. Ndio. Kama hicho, lakini bado nadhani mipango haijakaa sawa, haijakamilika. Kwa hiyo vitu kama hivyo, lakini sasa maendeleo mengine haya, kusema kweli huwezi kujua. Unajua maendeleo yako na mfumo mwingi kuendelea. Unaweza kukawa hauwezi kuona kwa macho, lakini kuna vitu katika fikra zinaweza watu wamebadilika kwa namna nyingine hivyo. Lakini yale maendeleo ya moja kwa moja ya kusema elimu, biashara, sijui au hivyo bado. Ndio. Mimi nikushukuru kwa muda wako Mr. George, ambao tumepata kuzungumza mambo haya. Labda wewe unaiona Songosongo baada ya miaka 5 ikiwa wapi? Songosongo inabadilika. Ilikaa sana bila kubadilika. Sasa hivi inabadilika, naona kuna wageni wanaweza kupata viwanja, wananunua, wanajenga, na si wengi. Sababu mabadiliko ya ghafla sio rahisi kutokana na hasa kikubwa ni miundombinu ya usafiri. Usafiri ndio shida kubwa ya uingiaji wa Songosongo. Sababu boti zilizopo dogo kipindi hiki safi, lakini kipindi kikiwa na upepo, mvua ni shida kubwa, maana vyombo sio vyombo vile imara sana. Kwa hiyo baadaye nadhani maendeleo yatakuwepo, kwa sababu watu watabadilika. Na nadhani maendeleo yanaweza kuja kwa kasi. Kwa mfano wakawa wanaingia na wageni, kwa sababu wenyewe washakuwa kama unaishi kama umelizika fulani, haoni tofauti. Ukija ushindani wa wageni, wakaona huyu anafanya hiki, wanafanya hiki, nadhani itakuwa bora zaidi. Sisi tunashukuru sana kwa muda wako, na tunaamini Songosongo itakuja kubadilika. Maana hamna kitu ambacho kiwezi kubadilika chini ya jua. Lakini pia tukushukuru kwa mchango wako mkubwa uliotoa mpaka leo kanisa hapo linasimama, na Mungu atakukumbuka kwa hiyo sadaka. Nashukuru, nasema amina. Amen.